gundua tuna watu waliogundua uongo waenda kuwaweka vizuri. Nikasema wacha waende kwa uongo, lakini uongo una nafasi ya muda mfupi, na hivi watabaki uwanjani hadharani. Ndiposa mchana hivi tunataka mwanamke jasiri, tunataka mwanaume mwenye ujasiri aliamua kuna kitu ambalo limekaa mahali papostahili, lakini Mwenyezi Mungu aliye miongoni mwetu hawezi kuliacha liwe liko pale. Mungu yuko miongoni mwetu ili apate kunena, ili apate kusikia. Kwa nini ameketi? Yupo kwa ajili ya watu wengine ambao moyo ya kitu cha kwao imewashurutisha kwa lazima mizigo ambao wastahili kulibeba. Lazima wana mizigo wananunulika na ule mzigo ambao wanajivuta nayo kweli hawangestahili kuwa nayo. Ndiposa Mwenyezi Mungu yuko, tutamleta wakati wake. Wacha nitafute mwanamke kwa mwanaume fulani, moyoni anaweza kutazama akasema ni kweli mtupu, hivi ninakuwa maishani basi na mwenendo kubadili, wala siwezi kutoboa, wala siwezi kutimia. Ndiposa mchana hivi kunao yule uwanja huu utamuhitaji, kunao yule anabaki uwanjani. Hivi ninapozungumza na kufanya uwanja huu wote kunao mwenyewe nataka mama fulani ama mwanaume fulani mwenye uwanja huu, hata tukiwa tunazungumza anaona ni kweli mtupu kuwa Mungu yuko miongoni mwa watu kwa ajili ya kusikia sauti yake, ili asikie sauti yake kwa kila tamko ambalo limemfadhaisha, ingawaje amebaki upweke. Neno hilo lasema naye, maana ukiwa kwenye mkutano, ukiwa mwanamke ambayo amezaa kichaa, hilo neno la kusemezea wakati unazotembea. Ukiwa ni mwanaume aliye kwenye mkutano, kwenye mkutano huo anaweza kuwa na furaha, lakini kuna neno maishani mwake umesimama na kukita mizizi, akijaribu kulisukuma haliwezi kutoka. Hivi ninapozungumza natafuta mwanaume fulani, natafuta vile vile mwanamke. Ukuja walikuja mchini, lakini mapepo waliopagawa nyumbani aliwakimbiza na kufika mjini naye. Lakini Mwenyezi Mungu wetu yuko miongoni mwetu kwa ajili ya yeye kuwepo, asikie sauti ya kilio cha mtu, asikie sauti ya mwanamke, anasikie sauti ya mtoto. Wakati nyingine neno la Mungu likihubiriwa, tukiwa kwenye mkutano, ilipatikana mwanamke ambaye alizaa kichaa. Yeye ndiye alifanya uamuzi, akasema langu ambalo natembea nalo hili laniweka hasara, maana natembea naye na kuna vile vile nishinda. Kuna neno la Mungu tunalo, mtu anaweza tembea naye, lakini mioyo ya ukoo limemweka kituo, hawezi kupenya. Yale yamesimama, ikiwa ni masomo ya watoto yamesimama na kukita mizizi. Hivi nasema mtu huyo yuko hapa, tutamleta wakati wake. Hebu andaa moyo wako ukasema hivi, ile jamii yangu nimekuwa pale, lakini kunao mstari ambao umechorwa kwa watu wetu wa ukoo, wala waweze kupita,
achuko satani no, nimesimama na shetani kwenye uwanja, kwenye mkutano, hata kama ni kilindini cha uzima, akiwa kama Goliathi, lakini leo nitajua yule ambaye niko naye. Je, atashinda Goliathi akiwa amekanyaga chini? Ingawaje kuna mazito, lakini nilie naye. Je, atanipenyeza ikiwa ni mazito? Nilie naye. Je, atafanya njia ikiwa imefungwa? Nilie naye. Je, ataonekana? Haleluya. Tuokana, hebu weka mshipi. Tuko mbele ya vita. Tutapenya. Tutapenya kwa wanawake wajasiri na wanaume jasiri. Yule ambao wokovu wake wamweka hasara ataonekana. Mali nilisikia binti wa Ibu anazungumzia wokovu wametembea naye, lakini ana furaha kwa ajili ya mjakazi wa Mungu ni mmeo. Lakini mali pa kupenya hawezi. Wewe pia ukitahadhari, mali pa kupenya umeshindwa. Uwanja ni mwema, mtu asikuwekee hukumu. Uwanja utasalia. Hata kama moyo wako utavuka, unajua usiwe kama zenye dede aliyeketi anasikia lakini haelewi. Yuko na mkono, hawezi kushika. Anapua, hawezi pumua. Neno ambalo lazungumzia na kueleza hii inastahili kukwezi juu. Hata wakwenye wamenena hilo lisikufadhaishe. Cha kukufadhaisha, je, yuko yule? Na kama hayuko, andiko nasema wakimtafuta watampata. Mkutanoni tuna watu watautafuta. Tuna watu ambao watu lao halija tahadhari kwa kile ambacho shetani amewafanyia. Watu mchana neno la Mungu imeandikwa hivi: lihai yafanya kazi, limefungwa. Tunaelekezwa kama bulutoa, itafunga pale ikiwa kama bomu, kama watu wa nguru, watu wakapiga nguzo. Tunasema hivi leo hii tumeelekezwa na mwana wa Jehova anapasua bahari kwa Israeli. Sikia, sisi hatuwezi kumkomboa Israeli. Wewe huwezi kumkomboa kwa wako uliko. Nitie Nyasaye, lakini kuna Mungu kama uko naye, yeye ni mwokozi. Ili tumkumu analotaka mahali imetulia, alitafuta mwanamke kama yuko, mwanaume yuko. Wacha niseme neno la Mungu ataingia apate kung'oa ili chuzito. Neno hilo liko hilo kikumu, neno liharibu. Neno la Mungu likiwa na ushindi, nabaki mshindi. Pengine huko mkutanoni, lakini alisema mjakazi wa Mungu haujapata kuyaona, upate kuona jinsi ya kujenasua. Kuna kitu cha kunasuliwa, jinsi mna unavyoyoma. Ingawaje pengine waona urembo wako, urembo una wakati, utatupwa kama takataka. Hata kama mwili wako bado ni mwema, kuna nafasi utabakia takataka. Wale ambao walikuwa wanakusia wazi kuzungukia, hata kama wazuri wengine wanakutafuta, lakini wewe ni mwanaume ambaye anapiga kienda. Nyakati zaja, utapata wanapingana nawe, wanasema amepata
kuisha kama ni ndiposa tunapohubiri yule yuko uwanjani ili asikie sauti ya kondoo. Kila kondoo atapeleka kilio chake wakati atafikisha. Kila kondoo likafikisha neno la kutimiza. Nimesikia hivi kule kwenye mito mahali pakavu ni mito iliyo kavu, ni mito yalikosa maji. Hapo mtu anapotimia anataka kuchunguza moyo. Kuna mahali huwezi kuvuka tu, umepitia mambo mengine magumu, lakini mbona hujapenya? Maana unadhani unaweza. Ndiposa nakuambia, hebu tazama moyo wako na ukalilenge. Mwambie mkutano wa haikuwa bure. Nitaelekeza adui wangu wote, nikisimama na ukumbuke. Nimechunguza moyo wangu nikajua moyo wangu ulivyo. Nimegundua hivi, mimi ndio nimefungua wazi ili nipate kushinda. Lakini Mungu tuliyempata hashindikana. Wote waliogundua wakigundua moyo wao kuwa waweze shindwa, hatutapita nao. Hata ukiwa mazito tutapita nao. Wacha nikwambie hivi, hata janya yako ameleta mambo mengine, ama babu ile ameleta vikwazo, lakini Mungu tuliye naye hapo kote, hapo imekauka, huwezi kuvuika. Ni mahali pakavu. Unapotimia unatafuta maji ya kuburudisha, hakuna maji pale. Hapo panataka maji, lakini usisahau tulie naye. Anastahili kuumbwa maji, anastahili kuumbwa maji. Mahali pakavu kuna mtu wa kuumbwa maji. Atikiwa ngumu ilikuwa imekuza kwani, lakini letu alikuya. Unajua letu hawezi kukosa maji. Hata maji yakikosa mtu, lakini yeye hawezi kukauka. Posa mwanamke aligundua, yule mwana Samaria aligundua huyu unastahili kumwomba maji. Lakini mkutanoni mwanamke aina hii bado tuko naye, anapatikana mkutanoni. Asante kwa Yesu wa Nazareti. Gideoni aligundua kuwa Israeli hawezi kuokolewa tu sio kitu ambao umekanyaga. Kuna mahali ukikanyaga hilo bomba lenu, bomba la kubaki, bomba la kuliba limekwama. Kuna kisuri, kuna